Mambo tayari yuko, mambo bwana tayari ameshachangamka, au sio bwana? Usajili unaonekana. Sisi ni wazee wa pesa dawa hapa, niko na mwanangu hapa chambuzi muuza chuma. Chambuzi muuza chuma, au sio bwana? Mimi wananiita chuma ama ukipenda niite Momo TZ, au sio bwana? Leo tunataka tuzungumzie kitu kimoja. Tuachane mwanangu. Mimi najua wewe ni mshabiki wa Simba. Nalijua hilo. Usitaki kuleta mambo yako tukagombana hapa. Wewe ni mshabiki wa Simba, lakini nataka uiangalie Yanga katika maono yako wewe na uchambuzi wako wewe. Yanga unaitazama kwa jicho gani? Kama ulivyosema, mimi ni shabiki wa Simba kweli, lakini nje ya ushabiki wa Simba mimi ni mdau wa soka, mdau mkubwa kabisa wa soka. Kwa hiyo soka nalijua in and out. Kwa kuizungumzia squad ya Yanga kwa misimu mitano mfululizo ambayo imechukua ushindi back to back ni kitu kikubwa sana, ni kitu kikubwa sana kwao, kwa sababu ukiangalia ni issue ambayo ni ya kihistoria. Simba aliweza kuwa bora na akachukua ushindi kwa misimu minne mfululizo. Yanga amechukua kwa misimu mitano mfululizo. So ni more than, ni zaidi ya alichokifanya Simba. Lakini tukiangalia Yanga walipomaliza hawakumaliza vizuri, walimaliza wakiwa na pressure, walipomaliza wakiwa under very high pressure. Na hiyo ilitokana na kitu gani? Performance wise. Ukiangalia Yanga ndani ya msimu mmoja waliweza kubadilisha walimu takribani 3, na baya kabisa kwa wao mechi ya mwisho dhidi ya JKT walipata injury mbaya sana kwa mchezaji wao tegemezi Pacome Zouzoua. So far mpaka sasa hivi wameshatambulisha wachezaji wawili, wote ni wachezaji wa ndani, lakini zaidi wanaendelea kuboresha kikosi chao. Kwa hiyo kwa yale tuliona mapungufu ya wachezaji wa msimu uliopita, kama yataboreshwa kwa ukubwa, wanaweza kushindana na Simba. Lakini kama watu waweza kuboresha, watapata sana shida kwa msimu huu unaokuja. Hayo ndio maoni yangu ninavyoona. Sawa. Kipindi chako kinaitwa maoni ya mashabiki. Sasa mimi nataka tu kidogo kama fununu watu wengine wasisikie. Huyu kocha wa Yanga, wewe unamuhitaji? Yaani ukitaka kumtamka kwanza. Manake Yanga nao wanashinda. Wanaita Mongiba. Bwana Yanga tutawapigia simu kama inawezekana, mkae naye kamati. Mkae naye kamati na mjadiliane ili huyu kocha apewe hata AKA jamani. Unasemaje? Na so far kwa hatua ilipofikia Tanzania hamna namna. Kuna wachambuzi waliweza kujitabainisha kwa nafasi zao, kama Pablo Almasi alikuwa bingwa sana wa Kifaransa, aliweza kuzungumza na wachezaji wanaotokea ukanda huo au francophone. So far sasa hivi hakuna namna, lazima tujifunze Kifaransa. Kizulu lazima tukipige. Ni kuipaga miseimale manjinga kulwena nkangani malume haina mvedo manji kunjani manji mali pelile yabona yaisibona wena. Saluti sana iskona.